Ndugu na dada katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahi kuwa hapa tena jioni hii. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine tena ili kwamba tuje tusemezane habari zinazomhusu yeye kwa utukufu wa jina lake na kwa mibaraka yetu sote kwa namna ya ukombozi. Kwa hiyo nawakaribisheni kwenye kipindi chetu cha pili rasmi katika msururu wetu wa uchambuzi wa Biblia. Na leo tena Mungu akiwa na somo zuri tu ambalo angependa kulileta kwetu kwa namna ya kipekee kabisa. Somo letu limepatia kichwa kinachosema kesho iko salama. Kesho iko salama. Ndilo swala ambalo tutaliangazia jioni hii ya kipekee. Tuombe. Mungu na Baba yetu, tunakusihi kwa namna ya kipekee sana ya kwamba Roho wako asiyepungua nguvu awe mwalimu wetu mkuu sasa. Afanye somo hili lieleweke kwa uwepesi, liwe na mtiririko na nguvu itakayogusa mioyo yetu, kutupatia tumaini na kutuandaa kwa ujio wako ambao umekaribia. Mie nipungue, wewe uzidi, utuvute sote kwako kwa damu yako ya thamani. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kesho iko salama. Wapo wazazi wengi leo ambao wanaangalia macho ya watoto wao wakijawa na wasiwasi, na wanauliza kesho itakuwa vipi kwa mtoto wangu ambaye ni mchanga aliyezaliwa siku chache katika ulimwengu huu. Manake ni kweli kama alivyosema mtumishi katika kipindi cha familia, ulimwengu haujakuwa mahali pa kuvutia sana, haswa hata ndani ya familia hakujakuwa mahali ambapo panapendeza na kutamanika. Na wazazi wengi wanauliza, je, ulimwengu huu utakuwa mahali salama pa mtoto wangu kukua? Watu wanajiuliza, ni nani haswa ambaye anamiliki na kukontrol ulimwengu huu? Watu wanajiuliza, je, kuna mahali naweza kupata ujasiri ya kesho, ujasiri wa mambo ambayo siyajui? Tunaweza kumwamini nani haswa? Na watu wengi wapenzi wamejawa na wasiwasi kuhusu swala la kesho. Lakini jioni hii ya kipekee natamani nitembee nawe kwenye kipande kimoja cha Biblia, nikupatie hakikisho, msikilizaji uliye hapa viwanjani, unayetusikiliza kutoka mbali, unayetufuatilia mtandaoni. Natamani hatima ya somo la mchana huu uondoke na ujasiri ya kwamba kesho iko salama, kwa sababu ipo na mtu anayeishughulikia. Na ni kweli Mungu kwa rehema zake aliamua kutupatia kipande kimoja cha Biblia nitakachokitumia jioni hii ya kipekee, ili tunapotembea kwenye kisa hicho, tunapoona namna Mungu alikuwa amepanga mipangilio ya historia, tuwe na ujasiri kwa Mungu anayeifahamu kesho. Na mchana huu natamani tusafiri miaka 600 nyuma, tupate nafasi ya kuingia kwenye chumba cha mfalme mmoja wa zamani. Jina lake ni Nebukadneza. Nebukadneza wakati mmoja akaingia kitandani pake akiwa na mawazo kuhusu kesho na wasiwasi, jinsi wewe na mimi tuna wasiwasi wa kesho. Na kwa sababu Mungu alijua kwamba ana wasiwasi wa kesho, namna ufalme wake Babeli utakavyoenda na namna itakavyoisha, Mungu akaamua kujibu mashaka yake. Danieli sura ya 2 tunateremka kutokea mstari wake wa kwanza. Danieli sura ya 2 tunateremka kutokea mstari wake wa kwanza. Inasemaje? Twende. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadneza. Sawa. Nebukadneza aliota ndoto. Sawa. Na roho yake ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Biblia inasema ya kwamba mfalme ameenda kitandani, kisha akaota ndoto, usingizi ukamwacha, akaingiwa na fedheha na wasiwasi. Lazima hii ndoto ilikuwa ni ya muhimu sana kwake, kwa sababu mfalme alipoinuka kutoka usingizini alikuwa na tamanio kubwa la kujua ni nini alichokiota, kwa sababu alikuwa amesahau. Tena alitamani kujua maana ya kile alichokiota. Ilikuwa ni ndoto muhimu sana kwa mfalme Nebukadneza. Akakumbuka ya kwamba kuna watu ambao walikuwa amewaandika mshahara,
na wanapaswa kumpatia suluhisho ya kile ambacho alikuwa nacho. Teremka twende, Biblia inasema mfalme akatoa amri kuwaita waganga, soma kabisa, na wachawi na wasiri, twende, na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Akatamani kwamba apate suluhu ya ndoto yake, lakini mfalme alitafuta mahali pasipo sawa. Unajua, ukitafuta vitu mahali pasipo sawa hutavipata. Ukitafuta vitu mahali pasipo sawa hutakuwa na suluhu. Kama uliangusha ufunguo wako hapa uwanjani, lakini uende utafute kanisani, utapoteza muda. Na ndio lilikuwa tatizo la Nebukadneza. Alikuwa amepewa ndoto na Mungu akaisahau, lakini yeye alipoamka, badala ya kumuuliza Mungu ambaye alikuwa amempatia ndoto, yeye akaamua kutafuta ushauri wa waganga, wachawi, wasihiri, Wakaldayo. Nasikia jinsi wanamwambia, mstari wa 4 Luka inasema, twende. Ndipo Wakaldayo kumwambia mfalme, soma kabisa, kwa lugha ya Kiaramu, mfalme uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, sawa, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Hawa jamaa hawakuwa na suluhu la tatizo la mfalme Nebukadneza, kwa sababu hawakuwa na mkutano pamoja na Mungu ambaye alikuwa amepeana ndoto kwa mfalme Nebukadneza. Wakaamua kujaribu kuchezea akili ya mfalme. Wanamwambia, tupatie ndoto, ukitupatia ndoto tutakupa tafsiri. Unajua, ile ilikuwa ni kuchezea karata, kwa sababu mfalme angewapatia ndoto, wangeweza kupeana tafsiri yote ile. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake alimsahaulisha mfalme Nebukadneza ndoto yake. Mungu kwa hekima yake akamfanya awatie majaribuni kwanza waganga na wachawi na wasihiri wale wa Misri, ili kwamba waweze kumpatia tatuo ama suluhisho la tatizo lake. Unajua, wakati mwingine Mungu huwa anaruhusu mwanadamu ajaribu aone mahali anapoangukia, ili kwamba anapoingia kazini inabainika tofauti ya uwezo wa Mwenyezi Mungu na mapungufu ya mwanadamu. Wakati mwingine, sikiliza, Mungu humwacha mwanadamu asukume ujanja wake, asukume maarifa yake, asukume mawazo yake, kisha mahali ambapo anakatia tamaa, hapo Mungu anachukua usikani kuonyesha ya kwamba kuna mapungufu ya mwanadamu na kuna uweza wa Mungu ambao, sikiliza, haushindwi. Natamani hata katikati ya Bible study hii nikwambie, achia hivyo vitu kwa Mungu mwenye uweza, ili kwamba akaweze kuvishughulikia na uweza wake usiopunguka. Achia hivyo vitu ambavyo unatumia ujanja wako, unatumia maarifa yako, unatumia elimu yako tu, viachie kwa mwenye uweza usiopunguka, ili kwamba Mungu akaweze kuchukua usukani. Jamani, kama tuko pamoja, nipungieni mikono wenu hewani namna hii. Maana Mungu awabariki sana. Basi mfalme akawapatia nafasi, wakashindwa. Na waliposhindwa, mstari wa 10 Biblia inasema hivi, wakamwambia mfalme Nebukadneza, mstari wa 10 Danieli sura ya 2, twende. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme, sawa, wakasema hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili kwa mfalme. Hapana mtu duniani. Mfalme anaambiwa, kitu unachokiomba katika himaya chini ya mbingu ya 3, hapana mtu duniani awezaye kumwonyesha mfalme tatizo ambalo yupo nalo. Hapana mtu duniani. Yeremia 17 mstari wa 5 inasema hivi, alaaniwe mtu yule anayemtegemea mwanadamu na moyoni amemwacha Bwana. Wapenzi, imetupasa tujue kama mianzo yetu ni katika mkono wa Mungu usioshindwa, basi suluhisho ya matatizo yetu tena yanapatikana kwenye mkono wa Mungu asiyeshindwa. Nitasema tena, kama chanzo ya maisha yetu, kama chanzo ya uhai wetu unapatikana kwenye mkono wa Mungu asiyeshindwa, ina maana suluhisho ya matatizo yetu pia inapatikana kwenye mkono wa Mungu asiyeshindwa. Kwa hiyo Mungu, mfalme anaambiwa ya kwamba hapana mtu duniani. Na waganga waliposhindwa, wachawi waliposhindwa, hatimaye Mungu akaingia kazini, kwa sababu waliposhindwa, mfalme Nebukadneza akapeana amri ya kwamba wauawe wote wenye hekima, waganga, wachawi, wasihiri, wote wa Babeli wauawe. Na unakumbuka, ama nikuambie,
miongoni mwa wenye hekima wa Babeli kulikuwa na vijana 4. Mmoja anaitwa Danieli, mwingine Shadraki, mwingine Meshaki na mwingine Abednego. Japo majina yaliyobadilishwa Babeli, lakini miongoni mwa wenye hekima wa Babeli walikuwa miongoni mwao. Kwa hivyo mfalme anapotoa amri kwamba wenye hekima wauawe, Danieli, Shadraki, Meshaki na Abednego, ilikuwa ni lazima nao pia wauawe. Lakini tofauti ni hii, japo wengine wote walikuwa wamepatiwa nafasi ya kujaribu, hawa 4 walikuwa hawajapatiwa nafasi ya kujaribu. Na kwa sababu Danieli alikuwa na ujasiri kwa Mungu wake, hiyo ni tamu sana. Kwa sababu Danieli alikuwa na ujasiri kwa Mungu wake, akamwambia mfalme, hujatujaribu, tupe muda zaidi. Hawa umejaribu wakanga wako, umejaribu wachawi wako, umejaribu watu wako ambao umewaandika, hujatujaribu sisi. Tegemea wao, sisi hatukitegemei. Mahali wameweka tumaini lao, sisi hatujaweka hapo. Tujaribu, manake tunaye Mungu wa mbinguni. Sikiliza msikilizaji wangu wa mpendwa, inatakiwa ya kwamba wakati kila kitu kimeumana mahali ulipo, wakati vitu haviendi sawa, uombe nafasi ya kumjaribu Mungu wako, kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu hashindwi, hawezi kukosa, ni anayefaulu wakati wote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omba nafasi ya kumjaribu Mungu wako. Usiwaruhusu watu ambao huenda hawajamfahamu Mungu wachukue nafasi ya kuchukua utukufu ama ya kuonyesha kwamba wamefeli, wakati mimi na wewe tunamwabudu Mungu asiyeshindwa, asiyepunguka nguvu, ambaye hakuna kitu kama hakiwezekani kwake. Kile ambacho kwa mwanadamu hakiwezekani, kwa Mungu kinawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akauliza Shadrach, Meshach na Abednego, tupe muda. Na unajua walichoenda kukifanya? Vijana hawa 3 wakaenda nyumbani kwao wakaomba. Vijana hawa 3 wakaenda nyumbani kwao wakaomba, ili Mungu wa mbinguni awafunulie kile ambacho kilikuwa kimepotea. Na ndio maana Paulo akiandika Waefeso 4 mstari wa 6, natumaini hiyo, hivi ndivyo anavyosema. Waefeso mstari wa 6, hivi ndivyo anavyosema. Soma, inasema Mungu mmoja. Hapana, Wafilipi 4 mstari wa 6, samahani kwa hilo. Wafilipi 4 mstari wa 6, hivi kwa sababu anajua uweza uliopo katika maombi na unadhihirishwa kwenye maisha ya Shadraki, Meshaki na Abednego, anaandika maneno yafuatayo. Twende, inasema msijisumbue kwa neno lolote. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno. Tulia. Katika kila neno anasema tusijisumbue kwa jambo lolote. Wewe taja matatizo yako yote hapo, taja ulemavu wako wote hapo, kisha Mungu anasema usijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila jambo. Anasema, soma sasa, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Tulia. Hichi ndicho Danieli alichoelewa. Akasema yeye hatajisumbua, hatakuwa na wasiwasi, hatakuwa na fedheha, kwa sababu anajua Mungu anayemtumikia. Akasema nitamtafuta kwa maombi, nitamtafuta ili afunue hili tatizo ambalo limemshika mfalme na serikali yake. Na unajua uzuri wa maombi, kitu ambacho kinafanya maombi, huwa hayamshushi Mungu chini. Maombi huwa yanatupandisha juu kwa Mungu. And the beauty of that, uzuri wa huo ni hii, ya kwamba maombi yakitupandisha kwa Mungu, tunachokiona ni uweza wa Mungu, wala sio ukuu wa matatizo ya duniani. Tarejelea hiyo, kwa sababu maombi hayamshushi Mungu chini. Yani maombi hayamuingizi na kumlazimisha Mungu kwenye ratiba yako. Maombi yanakuinua kwa Mungu wa mbinguni. Sasa unachokiona sio ukuu, sio uzito, sio ugumu wa matatizo yako. Unachokiona ni uweza wa Mungu ambao haupunguki. Na ndio maana Danieli anapoomba sasa, anachokiona ni suluhisho. Anachokiona ni kwamba tatizo la mfalme linaenda kutatuliwa. Na ndio maana mstari wa 23
anazungumza maneno yafuatayo. Mstari wa 23 Danieli 2, soma kwa pesi twende. Inasema, nakushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu. Sawa. Na kuhimidi Mungu wa baba zangu uliyenipa hekima na uwezo. Achia hapo. Anasema nakushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu uliyenipa hekima na uwezo. Manake hatimaye Mungu alimpatia hekima, Mungu alimpatia uwezo. Sikiliza, umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu. Je, machozi ya kulengalenga? Mwambie Yesu. Wawazia kifo kukutisha? Mwambie Yesu. Mwambie Yesu pekee ni rafiki mwaminifu. Hakuna rafiki kama yeye. Mwambie Yesu pekee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jifunze kuyapeleka matatizo yako kwa Mungu. Kwa hivyo Danieli akaja mbele ya mfalme Nebukadneza. Sasa kumbuka, tunajibu swali, kesho iko salama. Akaja mbele ya mfalme Nebukadneza. Mfalme akamuuliza swali. Danieli 2 mstari wa 28 kama sijakosea, buangalia 28 inasemaje? 26 Mungu akubariki. Mfalme akajibu akamwambia Danieli, sawa, twende. Aliyekuwa akiitwa Belteshaza. Soma kabisa. Je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Sasa Danieli amekwishaomba, amekuja mbele ya mfalme Nebukadneza, anamuuliza, je, unaweza kunijulisha ile ndoto niliyoota na tafsiri yake? Sawa, twende. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema ile siri aliyouliza mfalme. Sikia watu ambao wanahusiana na Mungu. Sikia watu ambao wanajua namna Mungu anavyofanya kazi. Sikia watu ambao maombi yamewavuta yakawasongeza karibu na Mwenyezi Mungu. Anasema hivi, lile neno ambalo umeliomba mfalme, sawa, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Nakumbuka yeye ni miongoni mwa wenye hekima. Danieli anajihusisha kwamba hata mimi siwezi kupatia suluhisho. Twende. Wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Lakini sasa sikiliza, anasema mimi siwezi. Manake mimi ni mwenye hekima, umeniandika kazi. Waganga, wachawi, wasihiri, wanajimu hawawezi. Lakini yuko Mungu mbinguni. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema yuko Mungu mbinguni. Soma. Afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza. Nani huyu Mungu ambaye amemjulisha mfalme Nebukadneza? Tulia hapo kama hujamaliza fungu. Anasema yuko Mungu mbinguni mfalme. Hakuna mwanadamu yeyote, kama ulivyoambiwa na waganga wako, hakuna mwenye hekima na hekima yake mwenye suluhisho ya tatizo lako, lakini mfalme yuko Mungu mbinguni. Nisikilize msikilizaji wangu mpendwa wa mbali na karibu, tuna hofu ya kesho. Tuna wasiwasi maisha yajayo yatakuwa vipi. Tunawaza watoto wetu wataishi vipi katika ulimwengu huu. Tunawaza uchumi wa nchi hii inaelekea wapi. Tunawaza ni nani atakayetawala mwaka 2027. Natamani nikwambie kesho iko salama kwa sababu yuko Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mwimbaji mmoja aliimba akasema, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu as long hajaanguka, hana homa, hajaenda jela, hajafa, na vyote hivyo haviwezi kumkuta. Kila kitu kiko salama, including maisha ya kesho. Kwa hivyo hatuna hofu ya kesho, hatuna wasiwasi wa siku zijazo. Sio kwa sababu vitu viko sawa, uchumi ni mbaya, ni sawa. Sio kwa sababu serikali zitakuwa bora, hapana. Sio kwa sababu tuna elimu ya kutosha, hapana. Sio kwa sababu utandawazi umeongezeka, hapana. Ujasiri wetu wa kesho ni kwa sababu yuko Mungu mbinguni. Amen. Na akiwepo hatuna wasiwasi juu ya kesho. Sasa akaamua kumwelezea mfalme ndoto yake ili ni kupatia ujasiri wa kesho. Mstari wa 31 soma, inasema Danieli 2 mstari wa 31. Twende sasa, inasema wewe mfalme, soma kabisa. Uliona na tazama, sawa, sanamu kubwa sana, sawa. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana, sawa, ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Twende kabisa. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Twende. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha, sawa. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Miguu yake ni ya chuma, sawa. Na nyayo za miguu
miguu yake nusu chuma na nusu ya udongo. Soma kabisa, twende. Na ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Nalo lilo jiwe likapiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo. Soma kabisa. Likaivunja vipande vipande. Soma kabisa. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande. Soma. Pamoja vikawa kama makapi ya viwanda vya kupepetea wakati wa hari. Tulia hapo. Danieli akampatia mfalme ndoto yake. Ni sanamu ndiyo iliota mfalme. Kichwa chake dhahabu safi, mikono yake na vifua fedha, mapaja yake ilikuwa ni shaba, nyayo za miguu yake kamwambia, miguu yake ilikuwa ni chuma, nyayo za miguu yake kamwambia nusu chuma nusu udongo. Kamwambia kisha ukaona jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono. Hilo jiwe likapiga miguu ya sanamu likaivunja vipande vipande, shaba, fedha, dhahabu vikavipeperusha kabisa. Sehemu moja soma anasema kisha lile jiwe likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote. Alafu najua kwa sababu Danieli ana ujasiri na Mungu wake, hakumsubiri mfalme Nebukadneza mwambie that's right. Hakusubiri amwambie ndio hiyo Danieli. Hapana. Verse 36, alipomaliza tu hivi kumwambia ndoto na kuieleza, mstari wa 36 Biblia inasema hivi, twende. Hii ndio ile ndoto. Anamwambia mfalme, sihitaji ithibati yako, manake Mungu ndiye amenionyesha. Hii ndiyo ile ndoto. This is the dream. Hii ndiyo ile ndoto. Anamwambia twende. Na sitaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Mfalme, sisi. Hasemi mimi, anasema sisi tutaihubiri tafsiri yake mbele zako. Kwa hivyo Danieli alikuwa na ujasiri kwa kumpatia mfalme ndoto yake, lakini pia alikuwa na ujasiri ya kwamba yule Mungu aliyemfunulia ndoto pia ana uwezo wa kipekee wapenzi wa kumpatia tafsiri ya kipekee, na ndiyo alikuwa nayo. Sasa kaanza kwa mtiririko bila kuwa na wasiwasi kuzungumza na mfalme moja kwa moja. Sasa nataka unifuatilie kwa utaratibu, nikupatie uhakikisho kwamba historia iko mikononi mwa Yesu Kristo. Sina haja ya kukufundisha historia leo. Haja yangu ni kwamba umuone Yesu ambaye anaimiliki historia, Yesu ambaye anaiongoza historia, Yesu ambaye anaitawala historia. Yani imo mikononi mwake, aliitaja, anaiongoza, anaicontrol. So we have confidence katika historia. Ujasiri wetu ni kwamba historia tunaenda kuizungumzia ni Yesu ndiye aliyeipanga, ni Yesu ndiye anayeiongoza, ni Yesu ndiye atakayekamilisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe umati wote. Mungu awabariki. Soma 37 inasemaje? Wewe mfalme. Danieli 2:37. Narejelea ili kwamba nisikuache, ni bana rejelea mafungu. Danieli 2:37 soma na 38 inasema, wewe mfalme. Wewe mfalme. Mfalme wa falme. Sawa. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Soma kabisa. Na uwezo. Soma. Na nguvu na utukufu. Twende kabisa. Na kila mahali wakawapo wanadamu. Twende. Wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Amewatia mkononi mwako. Sawa, maliza. Naye amekumilikisha juu yao wote. Kisha namwambia wewe ukichwa kile cha dhahabu. Katika ndoto uliyoona mfalme Nebukadneza, wewe ukichwa cha dhahabu. Wewe ukichwa cha dhahabu. Anamaanisha nini akisema wewe ukichwa cha dhahabu? Soma mstari unaofuata. Biblia inajijibu yenyewe. Biblia ina suluhisho ya maswali yake yenyewe. Mstari unaofuata nasema kwamba baada ya zamani zako. Baada amesema wewe ukichwa cha dhahabu, lakini baada ya zamani zako, twende, utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Tulia. Kumbe akimwambia wewe ukichwa kile cha dhahabu, anamaanisha ufalme wako katika sanamu uliyoiona, ufalme wako umeashiriwa na kichwa cha dhahabu. Lakini baada ya zamani zako mfalme, utainuka ufalme mwingine mdogo. Kumbe Mungu alikuwa anapeana mtiririko wa falme zitakazo tawala ulimwengu huu, akupatie ujasiri ya kwamba kama angeweza kupeana mtiririko wa falme hizo, basi ule wa mwisho pia ni hakika. Unajua, Danieli sura ya 2
Mungu angeweza kuishia tu kwa kusema ufalme ambao utaijaza dunia yote, lakini sababu ya Mungu kuanzia kule juu akupatia ujasiri ya kwamba kama aliipanga historia kutokea kipindi cha Babeli na falme ambao zilifuata, bila shaka hata ufalme ule wa mwisho atakaosimamisha yeye mwenyewe ni hakika lazima uje na usimame. Kwa hivyo mfalme Nebukadneza anapoambiwa wewe utatawala, na baada ya kipindi chako mfalme mwingine mdogo utatawala. Teremka chini tumalize. Na ufalme mwingine watatu wa shaba, kisha watatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Na ufalme mwingine, mfalme wa nne, utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Utakuwa nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Sawa. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta. Acha Mungu akubariki. Falme Mungu anasema zitafuatana kwa mtawalia. Anasema ufalme wako utaanza, kisha ufalme mwingine utafuata wa fedha, kisha ufalme mwingine utafuata wa shaba, kisha ufalme mwingine utafuata wa chuma. Na kama Mungu alivyotabiri ndivyo ilivyotokea. Kama Mungu alivyopanga mwaka wa 606 mpaka 539 Babeli ikatawala. Mwaka wa 539 mpaka 331 Wamedi na Wajemi wakaingia. Mwaka wa 331 mpaka 168 Wayunani wakaingia wakiongozwa na Alexander the Great, kijana mdogo, wakatawala ulimwengu. Jinsi Mungu alikuwa ametabiri, jinsi Mungu alikuwa amepanga. Mwaka wa 168 476 baada ya Kristo wakaingia Warumi. Ufalme wa chuma ukaingia na kuseta na kutawala na nikwambie, ni katika siku za Rumi ambapo Yesu alizaliwa Bethlehemu Efrata. Ni katika siku za Rumi ambapo Yesu alitoroshwa kwenda katika Misri alipotamani kuuawa na wale wa wafalme wakaidi. Ni katika siku za Rumi ambapo Yesu hatimaye alisulubishwa na kukatiwa hukumu na Pilato ambaye alikuwa ni kiongozi wa Kirumi. Ni katika siku za Rumi ambao alichubuliwa kwa makosa yetu, alipigwa na kujeruhiwa kwa ajili yetu. Ni katika siku za Rumi ambao unabii wa Isaya unafikia kwa kusema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni katika siku za Rumi hatimaye Rumi ikatawala, wapenzi, namna Mungu alikuwa amepeana. Alafu unajua Biblia inasema ya kwamba baada ya kipindi cha Rumi hakuna ufalme mwingine wa tano utatawala ulimwengu huu kama ufalme mmoja. Maanake Danieli 2:41 inasema hivi. Twende kwa upesi, dakika zangu zinaelekea kukatika sasa. Ndio maana nimekuishia kuachia mambo mengi tu nielekee katika point ya maana kabisa. Danieli 2:41 inasemaje, mtu wa Mungu? Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake. Twende kuwa nusu chuma na ufalme, samahani, kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma. Sawa. Ufalme ule utakuwa ufalme uliowanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma. Anasema baada ya kipindi cha Rumi, kumbuka Mungu ametabiri Babeli imeanguka, ametabiri Wamedi na Wajemi, Iraq na Iran ya leo ikaanguka, ametabiri Uyunani ikaanguka. Kifika kipindi cha Rumi, Mungu anasema hivi, katika siku hizi za Rumi anasema kutakuwa na mgawanyiko. Na ni kweli wapenzi, kulipokuwa na uvamizi wa sehemu za magharibi za Europa, migawanyiko ya Rumi mikumi ikatokea. Switzerland, Portugal, France, Italy na mengine mengi, Ostrogoth, Vandals, Heruli, kukawa na migawanyiko 10 ikatokea kama Mungu alivyokuwa amezitabiri. Na unajua kuna watu ambao wamejaribu kuunganisha ulimwengu huu. Kuna watu ambao wamejaribu kuifanya iwe ya serikali moja. Kuna vitu ambavyo vimejaribiwa ili kwamba ulimwengu uwe pamoja, lakini vimeshindikana. Actually, Danieli 2:43 Mungu alitabiri hivi. Danieli 2:43 Mungu alielezea, nakwambia Mungu ambaye ameibeba kesho mikononi mwake, ameishikilia, hakuna hofu, hakuna wasiwasi, ameishikilia na anaiongoza kama atakavyo yeye. Twende, nasemaje? Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo
Sawa, twende. Watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu. Jambo la kwanza anasema kutakuwa na attempts, majaribu ya kuchanganya nafsi zao na mbegu za wanadamu. Na ni kweli tumeona katika historia watu wakijaribu kufunga ndoa ili waunganishe ulimwengu, na ndoa moja maarufu ambayo ilifungwa ili kwamba waweze kuunganisha ulimwengu, historia inasema ni ndoa kati ya Napoleon ya Ufaransa na Louis wa Austria. Napoleon wa Ufaransa alifunganishwa ndoa na Louis wa Australia ama Austria samahani, ili waweze kuunganisha ulimwengu. Lakini je, walifaulu? Hapana. Endelea kusoma. Lakini hawatashikamana. Hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Hawatashikamana. Mungu anasema watajaribu lakini hawatashikamana. Na unajua miungano ya ndoa iliposhindwa, wakajaribu miungano ya siasa na vita. Watu wakainuka kujaribu kutumia siasa kuunganisha ulimwengu huu. Hata wanajaribu kutumia vita kuunganisha ulimwengu huu. Aliinuka mtu anaitwa Charles wa tano akashindwa, akamka mtu anaitwa Charlemagne akashindwa, akamka mtu anaitwa Napoleon akashindwa. Actually huyu Napoleon alijaribu sana sana, na alijua kwamba yeye atafaulu. Kwenye jarida lake wakati mmoja aliandika, kutakuwa na Ulaya moja, kutakuwa na sarafu moja, kutakuwa na lugha moja, kutakuwa na serikali moja juu ya Ulaya yote. Na historia inasema mhubiri mmoja wa Injili wa Biblia akamwambia Napoleon, kwa mujibu wa Danieli sura ya 2 hautafaulu. Napoleon akasema, hata Mungu mwenyewe hawezi kunizuia. Hata Mungu mwenyewe hawezi kunizuia. Lakini vita vya Waterloo ambao vilipigwa, Napoleon aliinua mikono akasema, simuwezi Mungu mwenyezi. Unafikiri hakuwa na nguvu? Unafikiri hakuwa na umahiri wa vita? Actually ukisoma vita vya namna Napoleon alikuwa akipanga vita, alikuwa ni jamaa hodari wa kupanga vita. Halikuwa hashindwi. Visa viwili vyake vinavutia sana. Niseme kwa upesi. Wakati mmoja wakaenda vitani, wakawa wanavuka daraja kwenda vitani. Akagundua wale wanajeshi wake wakienda vitani wanashindwa kila wakati, wanashindwa. Akauliza, mbona hawa watu wanashindwa kila mara wakienda vitani? Kumbe wale watu walikuwa wanaenda vitani na mawazo ya kurejea nyumbani. Wanajua tutapigana, turegee nyumbani. Napoleon akasema, hivi nitafanya, nitalivunja lile daraja wakishavuka. Alafu wakipiga vitani wajue wako na option mbili, either washinde vita ama wafie huko vitani. Wanajeshi walipogundua ya kwamba daraja limevunjwa, walipigana kisawasawa, manake walijua hapa hakuna daraja la kuturegesha nyumbani, lazima tushinde vita. Alikuwa mpanga vita hodari, hodari sana, lakini bado hakufaulu. Kwa nini? Sio kwa sababu hakuwa na ujanja. Nitaacha hiyo ya pili kwa sababu ya muda. Si kwa sababu hakuwa na maarifa, ni kwa sababu historia ilikuwa mikononi mwa Mungu, na alikuwa amesema hawatashikamana, hawatashikamana, na ilikuwa ni lazima ibaki jinsi Mungu alikuwa ameitabiri. Wapenzi, tumeifuatilia historia jioni hii ya kipekee, na kwa hakika ni kwamba Mungu wa mbinguni ameipanga, ameiongoza, ameitathmini namna ambavyo inapaswa kuenda. Na sikiliza, Babeli ilisimama ikaanguka, Umedi na Ujemi ulisimama ukaanguka. Sikiliza kwa makini, naelekea sehemu ya kelele muhimu kabisa. Uyunani walisimama wakaanguka, Rumi ikasimama ikaanguka. Lakini wapenzi, ikagawanyika hatimaye. Lakini Mungu aishii Danieli sura ya 2 hapo. Kuna mahali ambapo anapoishia hatimaye. Danieli 2 mstari wa 44 inasema nini? Na katika siku za wafalme hao, katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme, atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, ambao hautaangamizwa milele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika siku za wafalme hawa ndiyo Babeli iliinuka na ilisimama na ikaanguka. Wamedi na Wajemi wakasimama na wakaanguka. Uyunani wakaanguka. Rumi ikaanguka, ikagawanyika hatimaye. Miungano imeshindwa. Lakini sikiliza, Mungu
wa mbinguni anajiandaa kusimamisha ufalme ambao utasimama milele. Unaitwa ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, ufalme wa mwamba ulio imara, ufalme ambao hautaondolewa tena, ufalme ambao hautawahi kuanguka, ufalme ambao utasimama milele na milele. Mungu wa mbinguni anajiandaa kusimamisha huu ufalme. Maliza fungu kabisa, inasema bali wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Sawa. Wali utavunja falme hizi zote vipande vipande. Sawa. Na kuziharibu, na utasimama milele na milele. Asante wapenzi. Una wasiwasi kuhusu kesho? Una hofu kesho itakuwa vipi? Mungu jioni hii anataka ujue kesho ipo salama mikononi mwake. Yeye ambaye alisimamisha Babeli na karuhusu ianguke, yeye ambaye alisimamisha Uajemi na Umedi na karuhusu ianguke, yeye ambaye alisimamisha Uyunani na karuhusu ikaanguke, yeye ambaye Rumi litawala na uchuma na nguvu yake na hatimaye ikaanguka, yeye aliyesema kwamba itagawanyika na ikagawanyika, ndiye asemaye nitasimamisha ufalme ambao utasimama milele. Amen. Nitasimamisha ufalme ambao hakuna mtu atauondoa. Nitasimamisha ufalme ambao utadumu milele wapenzi. Na kama unatamani kuishi katika ufalme wa milele, imekupaswa umchague yule aliye na uzima wa milele. Kama unatamani kuishi katika milele huu wapenzi, imekupaswa umchague huyu ambaye yuna uzima wa milele, manake ufalme ni wake. Hatimaye Ufunuo 11 mstari wa 15, sauti zitasikika zikisema. Ufunuo 11 mstari wa 15, sauti zitasikika ikisema. Twende mtumishi wa Mungu. Malaika wa 7 akapiga paragumu. Teremka kabisa. Akawa na sauti kuu katika mbingu zikisema. Soma kabisa. Dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu. Wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake. Samahani. Endelea, sorry. Na wa Kristo wake. Endelea. Naye atamiliki hata milele na milele. Amina, achia hapo. Hatimaye sauti itasikika ikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki milele na milele. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Liberia, mchungaji mmoja alikuwa akihubiri mahali hapa, ndipo ninapohitimishia somo letu. Na alipokuwa akihubiria wakimbizi, kundi la wakimbizi, anawatia matumaini katikati ya vita ambavyo vilikuwa vimechacha. Mchungaji akasoma Wathesalonike ni wa kwanza 4:16 na 17. Akawaambia wakimbizi, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika na parapanda ya Mungu, akawatia wakimbizi moyo. Mkimbizi mmoja akainua mkono juu akamuuliza mhubiri, umesema Bwana atashuka? Ndiyo. Atashuka na mwaliko wa malaika? Ndiyo. Atashuka na parapanda? Ndiyo. Akamuuliza, atakaposhuka hiyo sauti ya malaika mkuu na hiyo parapanda itasema nini? Ni kipi ambacho kitasikika atakaposhuka? Mhubiri anasema kwamba alizubaa, akatamani asome Kumbukumbu la Torati 29:29, kwamba mambo yale ambayo Bwana ameyafumbua ni kwetu na kwa watoto wetu, ni yale ambayo ameyaficha ni yake. Lakini katikati ya mawazo yake akakumbuka namna ambavyo vita vimejawa katika nchi ya Liberia. Akakumbuka namna mwalimu mmoja mkuu alimwambia vile amepoteza familia yake nzima katika nchi ya Liberia vita hivyo. Akakumbuka namna kila siku asubuhi akipita kwenda ofisini kwake anapita watu wanaoomba barabarani. Akakumbuka namna vita vimezidi. Akakumbuka namna magonjwa yamekithiri. Akatulia, alafu akamwambia akishuka atasema imetosha. Imetosha. Yule jamaa kazuba tena. Kaambia unamaanisha nini mhubiri? Akamwambia sikiliza, sauti ya parapanda kuu itakaposhuka itakuwa ni tangazo la Yesu rasmi ya kwamba imetosha
kusumbuliwa na maisha ya magonjwa. Imetosha kuwa na serikali fisadi. Imetosha kuwa na familia ambazo hazifunction vizuri. Imetosha kuwa na wanaume wakaidi. Lakini cha muhimu kabisa tasema, imetosha kusumbuliwa na tatizo kubwa la wanadamu, dhambi. Imetosha kuangaishwa na dhambi. Hatimaye Yesu wa Kalvari atakuja. Siku moja atapita katika korido za anga la juu. Siku moja Yesu Kristo, mbingu zitakunjwa kama kurasa kwa ajili yake. Siku moja huyu Yesu Kristo, wapenzi, atapita sayari. Siku moja nchi yetu itatetemeshwa. Siku moja visiwa na milima itahamishwa. Kisha mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana atashuka. Mwamba ulio imara utasimamisha ufalme wake. Hofu yetu ya kesho haitakuwepo tena. Wasiwasi wa maisha utaondoka. Yesu atasimamisha ufalme utakao simama milele hatimaye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Robinson natamani Yesu wangu akitokea mawinguni, kwa sababu nimemtamani kwa shauku kuu sana. Nimemtamani atoke aje tuchukue tupumzike. Mimi Robinson nitakuwa miongoni mwa wale watakaosema haleluya, huyu ndio Mungu ambaye nimekuwa nikimsubiri. Najua hata wewe utakuwa miongoni mwao, ukisimama kwa furaha, ukikuwa na machozi. Wazungu wanasema nostalgia, yani machozi ya furaha ya kwamba kweli magonjwa yameisha, kweli mahangaiko yamekoma, kweli matatizo yameisha, na hatimaye tunampokea Yesu shujaa wa msalaba. Kama ndilo ombi lako, kama lilivyo shauku yangu kuu, kwa nini usisimame tuombe sasa? Amina. Mioyo yetu inasubiri kwa shauku kuu Mungu wetu. Mbingu zikunjwe kama kurasa. Mioyo yetu inatazamia asubuhi ile njema ambayo kwa furaha dhati Yesu Kristo tutaambia magonjwa ulimwengu huu kwa heri. Tutaambia serikali fisadi na uchumi usiofanya kazi kwa heri. Tutaambia hatimaye familia ambazo hazina amani, watoto ambao ni watundu kwa heri. Tutaambia hatimaye mahangaiko yote ulimwengu huu kwa heri hatimaye, wapenzi. Lakini hatimaye tutaambia dhambi, shetani na kuteswa kwake na sisi kwa heri. Tunalotamani jioni hii ya kipekee, umetupatia hakikisho la kesho. Tupatie moyo wa kushirikiana na wewe, ili unaposalimisha kesho, ili unapotuandaa kwa ujio wako Yesu Kristo, tusikosekane katika kundi ambalo kwa furaha kuu ya ajabu litasema haleluya, huyu ndio Mungu ambao tumekuwa tukimsubiri. Neno hili lisalie kwa tumaini kwetu. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante Bwana na awabariki.